Na hapa baadhi ya wananchi wa kijiji hicho wamesikitishwa na kitendo hicho na kutoa wito kwa serikali kuchukua hatua ili matukio hayo yasiendelee kutokea. Kilichotokea hapa leo ni tukio la kijana mmoja kumuua mwenzake, ambako wanasema chanzo ni kwamba ni aliyemuua ni shemeji yake, tuseme kama pana mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo wanasema mdogo wake alimuita huyo kijana mahali wakutane. Walipokutana kaka akaja na kisu ndo akamchoma. Kwa hiyo anamtuhumu kwamba anatembea na mdogo wake ndo akamchoma kisu hadi kupelekea umauti. Na hivi unavyoona ni wananchi wamefika hapa kwa ajili ya uchungu kama kijana wao. Na kuwepo tungesha kama ni matendo kufanyika, matendo yote machafu, kuchoma nyumba moto, kufanya nini, tungeshafanya. Lakini sisi tumekuwa na hekima. Japo watu wamevunja vioo, wamefanya nini, lakini bado tuna hekima kwa sababu likuwa ndani ya uwezo wetu. Kwa majina naitwa Warda Bakari, atokea maduka 6 aka Mbezi. Huyu kijana ambaye anafanya haya matukio, hili zo la kwanza jamani, hili ni tukio la 3. Tumemchoka. Yaani hata ikiwezekana watuletee tu. Sasa kwa nini nakwambia hivi mwandishi wa habari? Kilichotokea nini? Kilichotokea paka tumekuja hapa ni kwamba huyu kijana anaitwa Abeli amemchoma mwenzake kisu. Ni mwanafunzi huyo kijana. Amemchoma kisu, sijui ni cha kitovu, taarifa lakini watu wengine zimetufikia asubuhi. Hivi yani tumbo linanikata, najikuta nini nimeingia hadi kwenye mzunguko ambao sijatarajia hata kuingia kiukweli. Yani kuchomwa kisu kakangu sio mchezo Afu ni mtoto alikuwa anatarajia baadaye mamake alikuwa labda na malengo naye. Afu sasa hivi amekatishiwa malengo yake. Sawa? Hata kama mwenzake alikuwa amemkosea, kwa nini asimfuate? Kwa nini asimfuate mpaka atoe uhai wa mtu? Kama yeye alikuwa anaona kwamba kifo ni sahihi, kwa nini amekimbia sikae hapo hapo? Kama wanavyosema kwamba eti sijui ni mapenzi nini, alikuwa anataka tembee na dada yake. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa wa Mlimani amesema amewazuia wananchi kuchukua hatua mikononi mwao, huku akisubiri jeshi la polisi kuendelea na hatua nyingine. Jina langu naitwa Agnes Nicolaus Moshi, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mlimani. Watu wanaotuhumu wanatuhumu kwa sababu nimesimamia sheria. Kiongozi yoyote ukifika kwenye eneo, wewe unatakiwa uwe mlinzi namba 1. Uharibifu usitokee katika mali za watu. Sasa na mimi nilipofika pale nikazuia. Ile nyumba ilikuwa inapigwa na mawe na wengine wameingia wanachoma moto. Na watu waliokuwa wanachoma moto ni watu kutoka ng'ambo ndio walikuwa wanafanya hivyo vitu. Sasa nikamwambia jamani, msikubali hichi kitu kwa sababu mkikubali watakaoumia ni hao. Kama unavyoona mwandishi wa habari, nyaya zimejaa huku za umeme, kwa hiyo nyumba ikichoma ni zaidi ya nyumba 10-20 zitakuwa zimeungua. Lakini kusema kwamba eti kwamba mimi nimefanya ubaguzi, sikufanya ubaguzi, bali nimewaeleza wananchi kwamba hichi kinachofanyika tusikubaliane nacho. Zaituni Baraka, ZCTV habari.